nisa cia bilingi wa mauvo. Wakana owa matuku 16 mwini wakana mwakani wa 2026 ni na ukedia na uthocha tu manithie nthini wa movo maito mamwendoni wa saa mwanza maswita makwa nitawa Beti wa Mwania tambelilia movo maito ni kana Minister Muviani Wokui na Malelu kauntini ya Masako na Daniel Nganga nwenda moika na muno athokomi ma mota cia bodaboda kauntini ya Masako kwitha metho muno Malelu na kusiyambanga ila siende na kuongeleka kisioniki ingine wakania amoika uthokomi wa bodaboda kwiveta na viona mitu ya kutumika nae ni ateti kulua nduthi mubanoni cia atongo ikana cia kiuteti. Nataka kuwahimiza leo wale mmepewa vyeti vya kuendesha bodaboda na kuendesha gari, tutilie maanani mambo ya usafiri katika barabara. Umefunza ile timetable, umefunza vile unafaa kuendesha gari kwa roundabout, uonyeshe kama unapiga turn, unawacha taa wakati unapiga roundabout na vitu kama hizo, kufuata sheria ya barabara. Sababu katika nchi yetu ya Kenya tumekuwa na maafa mengi sana ya vijana wetu wa bodaboda, sababu wakiingia kwa barabara hawatilii maadili ya vile barabara inafaa kutumika. So I want to take this important opportunity and occasion to call upon our bodaboda riders to follow the laid down rules and regulations through the National Traffic Act and the other regulations issued by the county government of Machakos. Na kwa tukifanya hivyo, zile ajali mingi tunapata watu wetu wanaumia, sababu bodaboda moja ikianguka inaumiza ule anaendesha bodaboda na ule ambao umembeba pale. Passenger wako anaumia na unapelekwa kotini, unakuwa na kesi kubwa, bodaboda yako inauzwa, anima inakamatwa, your source of income inaisha. When you get an accident as a bodaboda operator, there is so much impact on your personal life and the life of your family. Kwa hivyo I want to encourage our bodaboda operators, let us keep note na take charge ya mambo ya kuobey traffic rules wakati tunaendesha bodaboda zetu. Mimi ni washukuru sana wanabodaboda wa Machakos, sababu tumekuwa tukifanya kazi nao vizuri. Chairman ya Matungulu na chairman ya kila sub-county ya bodaboda ya ward na kila stage tumekuwa tukiwasiliana vizuri na serikali ya gavana wa Vihiga Ndeti kuhakikisha kwamba utendakazi wetu na wenu umeenda mbele vizuri. Sisi kama county government hatujawekea extra charge. Gavana wa Vihiga Ndeti alituambia tusiweke any charges ya mambo ya bodaboda kuoperate katika extra charge, that is what I mean, kuoperate katika mahali yao. Kwa hivyo huyu ni gavana mwenye anatujali sisi wale ambao tunafanya nao lugha ya bodaboda. Niseme kuna wengine tumeona wiki 2-3 hivi zimepita wanajaribu kupoteza wanarika wetu, wanajaribu kuwaingiza kwa mambo ya siasa, kuelekeza mambo yenye haifai. Tunasema the real empowerment ya wanarika ile viongozi wanafaa kufanya ni kama hii yenye gavana wa Vihiga Ndeti amefanya hapa leo. Mpatie kijana ile inaitwa ile fishing rod ndio aweze kwenda kufish for themselves, lakini sio kumpatia pesa kidogo na umwambie aende akote mawe, aende achome tairi pale kwa barabara na azue vurugu katika mitaa yetu. Kuna few elements in our society na in our sub county wenye wamekuwa wakijaribu kuchochea vijana kwa njia yenye haifai, na mimi kama waziri wa hiyo sekta nataka kuwahimiza vijana wetu, wale viongozi ambao ile siku wanatuita tu peke yake ni kutupatia pesa ya kwenda kuzusha rabsha, sisi tusianze kwenda kuwafuata, twende tukatae hiyo maneno na tufuate wale viongozi ambao wanatuletea maendeleo na mambo yanatunufaisha sisi kama wanabodaboda na kama wanalika wa kaunti yetu ya Machakos. Atongoi alasa koe ni makolua mevathana na metuo ya kunyamasya mweka kwa kumakwatithia na vandu vake kumatethesya kwiyukilia kiukwati. Wito huyu ni kuma kwi Nancy Kioko Olo kita kivela cha ubunge wa Yata Sakwani ni Muvitu Kavinani Kala evikite kotini wa Kithimani kukosie kwa ni mwana kio mwe ulachumwa kivitu neki wembine yuko naniwa na kutumia visa itenzio mitandaoni kuko ni mbunge wa Yata Robert Ngui Basil Valakotio wa Kithimani wa mulecha mwana kio su na bondi ya kimaza cha silingi ngili maneli nanzia ikulia mweka kuyandikithia kwa wingi tako ni makura nikana kusakwa atongo ya seo sakwani munene ukite wa mwaka wa 2021. Nilipigiwa simu nikaambiwa one of my
the youth in my area has been arrested in connection with the cybercrime by the sitting MP, Honorable Basil. As you all know, our youth in Yatta have truly been so much oppressed. They have never been empowered. They struggle so much. They have no income. They have no nothing. Yet, the sitting MP, who was elected by the same people he is oppressing, taking them to court because of very petty issues of cybercrime, and of course, being a politician, I'm one of them. We are normally told a lot of bad things, and those are not things to react beyond. Because this young man, Richard Munyao, the background he comes from, the parent doesn't have money. So when he is put in prisons, who is going to bail him out? Mukete Weawa Maras. Honorable Basil, I want to address you directly. Yes. Basil, achana na wanarika. Ni mama kudikinye kibelani. Kwa kinyanga dijo ni na ku 2022. Na anake na akala evi ni mama kuikiye kibelani. Kwa undo to not turn round ukatwe ko ka bakwa ka mecha ndini. Na niwe zine samu novyo maino kwati onomo nomwe. Na ndiki ndo manenga witumia mpesa ila si akoti. Umaras na sio ndo we na mpesa. Na ubo wa kibela cha Yatta kwiva kiyathwa ni family ya Basil aitoneka brothers. Kaza kuye Basil na adha na etaki. Etha etaki mbetha eku. Na niaze ni muona alamu ibako tini ni muona. Mundu la woka kulilia ni chao kiende bako tini. Team brother wake. Muona engineer muzioka ba anarika alamu iba. Mose kula sienu. Kenda andwaya na itete dhina. Mwa kumwiki andhini mesipi muina ukwati utaona utuma. Mwiyumia korogoroni na siyeme ina vina. Tumeni one time. Sini one time. Manuke kapisa mataka asioka kuingi. Amwe mama MCA kuma kaunti nisi kifatoka nyoni matula mote maseneta kwa kila mweweta kana maende na kuunza serikali siya motioko kana devolution. Ni kubana nangusanisi wa siya kila hivinda kati na magavana. Ma MCA ayu ni maweta kana nangusanisi hui ni valukite vanene mbunge siya kaunti. Na kutuma ma MCA maili ya kutambulikana. Ni makule seneti kudhukuma ye mwambana mbunge siya kaunti. Ni kana kwa ile serikali siya motioko. And I know most of us are various regional offices focusing representation, legislation and oversight. Places within our devolved space. The problem we have is the senators. The senators are the one who are the problems for devolution. They are the one killing devolution because they are doing nothing. Fighting with the governors does not mean that they are doing accountability. That is not accountability. There is ways of doing accountability. But I'm telling you, the senators are making governors to be the American cow. All the time they are just calling them names, but we have not seen anything they have done since they called the governor, since the devolution. We have never seen a governor take it to court because of the finding of the Senate. So they are just toothless. They are just trying to get money from the governors. That is their work. They are not providing the devolution. They are killing the devolution and that. So sisi hatujaamua kuwa na vita na magavana, tunafanya kazi yetu, lakini lazima tuwe na uhusiano mzuri. Ile utasikia watu wanasema ambao walikuwa natarajia kwamba tukue ni watu wa kulumbana kila wakati, wasikie kelele, watu wakirushania viti kama zile siku za makansela, watu ndio waseme tunafanya kazi. Matokeo ya kufanya kazi ni zile miradi ambazo zinaendea wananchi ndio inaweza ifukue kipimo. Jambo la pili, Senate imetuangusha kwa mambo ya ward based. Unajua kama tungekuwa na rasilimali ambayo tunaweza sisi wenyewe kuongoza vile MPs wako na pesa ya CDF, tungekuwa na uwezo. Sababu saizi unategemea yule anakupakulia ndio ataamua utakula chakula kiasi gani na utakula saa ngapi. Na changamoto kubwa yenye tunapata kwanza kama sisi viongozi wa kule mashinani MCAs, unapata hatujakuwa na sheria ambayo inatuweka sisi wote pamoja kuweza kupata rasilimali ama ugawi wa hizi fedha zenye zinatoka kwa taifa kufika kule mashinani na kuweza kuhakikisha kuna usawa wa maendeleo. So kila wakati tukiongea kuhusu World Fund, tunaongea kuhusu World Fund, tungependa tuwe na sheria moja ambayo itachunga hizi wadi zote nchini Kenya, kuhakikisha kuwa kuna maendeleo inafanyika kila mahali
pasipojali whether wewe unaunga mkono serikali ile kiongozi mwenye amechaguliwa ama haumuungi mkono. Ngwatanio nzau ya mwito alame ukwatambo na kusukumia kusako waingi kwa tamu wake ilikuwa President William Ruto ni ambigwa. Ngwatanio na ilani iyetete vamwe ya mwito wako na mamwe ikawa katika tikuma wodi ni selovi. Mena kelelo cha kutambo kailovi kuta agenda siya Ruto na kuweta kila uminite kwika Kenya. Kena na otongu wangu watanueka vinane kalame onena na mwandike bonene wa UDA Hassan Omar nikana ni maundu maingi serikali ya Kenya kwanza iminite kwika indi ondola withi tuwifudhisya kana wifudhisya maendeleo asu kana ngalikolithi tuwifudhisya maendeleo asu na kutuma ine nthi matamona ngwatanio ni umya wita na wateti kutoa isya uteti ute wa Kimbai. Brigade hii ni national movement ambayo ina support William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu. Sisi tunamsupport arudi mara ya pili 2027 ambayo ni next year. Na ndio maana sisi kikundi yetu inaitwa Two-Term Brigade. Sisi mandate yetu ambayo tuko nayo, tunataka kuelezea William Ruto leo rais wetu kwamba tumeona unafanya kazi mzito sana ya kuzunguka ukiambia watu kazi ambayo unafanya. Two-Term Brigade ni young mothers, Gen Z, madem na wamama ambao wameshikana kwa lengo ya kuelezea wa Kenya scorecard yako, ile kazi ambayo umefanyia wa Kenya. Na tumeanza already na tunaelekea nationally. Next month tuko Homa Bay, tunaenda Murang'a, tunaenda Kiambu, tunaenda Nyeri. Tunataka watu wote wajue kazi ambayo rais wetu anafanya. Two-Term Brigade ni kikundi ambayo saa hii tunaongea Nairobi, tuko more than 5,000 ambao wako branded kama hawa. Hawa ni ward representative only, wawili kwa ward, 85 wards. So kwa hawa leo ni 205 peke yake. Nairobi mzima tumeingia kila kitongoji duni, tumeingia kila ward, kila polling station, tukitaka kuhamasisha watu ile kazi rais anafanya. Kama area yako kuna soko inajengwa na we ni mama unauzia kwa barabara na ujui ni haki yako kupata hiyo soko, sisi tunakuja kukuelimisha, tukuambie kazi ambayo rais anafanya. Rais ametufunza kitu moja, kwamba anapigana na wale watu kwa kazi. Yeye anaonyesha kazi ambayo amefanya, wale wanakuja kwa kelele. Na sisi kama young mothers ambao ni wa Two-Term Brigade tumeshikana kwa kauli moja kusema kama rais anafanya kazi na nyinyi mmeamua mnafunga masikio hamutasikia, tumesema mkome ukabila. Sisi kama Two-Term Brigade tumekataa ukabila Nairobi. Kabisa. Tumekataa ukabila Kenya. Kabisa. Tumesema rais lazima aheshimiwe. Yes. Na hata heshimiwa kwa maneno peke yake, ataheshimiwa kwa sababu tutaonyesha ile kazi ambayo amefanya. Rais anakuja na scorecard, wala wanakuja na maneno. Sisi tumeamua hatutaenda kwa maneno, tutaenda nyumba kwa nyumba, tutaenda kwa masoko, tutaenda pale Ushago Murang'a, tuwaongeleshe na Kikuyu, tuwaambie barabara ambazo rais amejenga, tuwaambie affordable housing ambazo ziko pale Murang'a. So si Two-Term Brigade tunasema ni tuta. Misio ni siakako subcounty ni akaiti ni county ni ya Makueni na mawuthiri loko make. Na alama vanda maliumo maitumia mbolea ni maadhuithwa kwithwa maitumia mbolea sia kuisio visia na tila sia ndukani kuvanda. Na kweyane kwa maliumo nzikayone sia kuikithia ni makitha maliuma tena muisio wanda wa ile itonya kwitha si muisio kwa wima wa mnio. Uwaneno ni Musangi Mose ula director wa ikundi mwete ya kiserikali. Kavinani kala watu wangu isi mafundi sio kwa aimi kisioni keucha kakova loingi. Wadhithi aimi kwithwa maikumbatila ni maya maliuma tene tamanga ndoma na malenge. Umane maliwa la makuwa hivi ndai kuviko kwa tangetha kumana na mbua kwithiwa Yesu la mavindani amwe. Ni kusomethia muimi ulwa sindu ila maima on a daily basis ni maima mbemba, makaima mebya, makaima mboso na sindu ile ingi mbandengu, makaima sukuma na makaima matunda. Lakini sindu ino at the end of it all wikita sia kana muimi ndaesa ku make sure kana ni waia sindu mbingi na ila sia quality sienda kwithia si kwa sokoni na kithia ndana abikia na kui consume weta mundu na itinani kini cho kiutwete kwithia tina namba iyulu muno ya ndwala mema hospitalini na kithia ni chatunenga alarm katika society latina sio kuhusu ti ukite muno withia nitasomithia aimi maitu yulu amile misio kila mailite kuya tu somete muno ndu wa kusovia kitchen garden na tuitumia
mbolea cia kusovia kana organic fertilizers withia tuina ya chemicals mbingi tuimanage mboka isu na ndawa cia kwisovisia withia ndunabuba ndawa cina chemicals na withia wa wishua kana waya live safe muthu wa ku change life through nutrition umundi twenda kwemba wa aimaitu through kitchen garden ni ulwa mile na undu mumaronya ku change livelihood yo kwisila ubandi wa mboka ola munini wa kitchen garden matumite new technologies ta technologies la ebindane ye ni mamba ita idea ya kitchen garden undu matonyo tethe kanthini wa ubandi wa mboka ndini wa kisoni kitu ni kiwo ila kutembua kwenda na unyibu wake huo na kiusi anda kiko aimaitu maisaba nunu meenda long distance kukwata kiwo kila kibone kinini lakini ila nundu wa new technologies la tunasio sia kitchen garden tienda itonyo matetia ku conserve ka kitchen garden yo kaini ka sustain mboka ndeni wa nyumbani sio maitu mia monda nila sio kelesa wabandi wa Ndukathiva saa muno mwasiesia Mutongoi TV ndukithwa tuisio kethiana maovo wangi ala tukompaniesie nthini wa mesa itu ya maovo. Kitumi kilandu wengi matavwa nundu maita wa mawona nyona chalia cha wau matoki ita uma wawo yu ndukathini kingi nongi Nature Vital Wellness Center nitukie kutethese kukwata uvosyo kalima mwingi na mawithiriluko wakatatoa matuki 15 mwayu tumwete uiti wito Vaja Mliz Hotel wakana wa matuki 16 tukethia Kitui Town Parkside Villa na wathandatu wa matuki 18 tukethi wa Mutomo Cottage Hotel ekali maikutha twikomana wa kwambililia wa matuki 20 Over Seasons Villa Hotel wakeli wa matuku 21 twikomana Nunguni va Ulilinzi Petrol Station na wakatatu wa matuku 20 tukethi wa Salama Countryside Hotel na wakana wa matuku 23 twikomania Kikima Principal Guest House na udhoke kliniki kitu kila kiva kuvina ku Machakos Twiva Asante House First Floor Mombasa Road Twi Connection Plaza First Floor Hotel Connection Mulolongo Tala Town Twiva Kiamba Road opposite ABC Church vakuvina kampuni wa Matangi Matu Town Twi MB Plaza Second Floor Cooperative Bank Water Town Twiva Ruby's Petrol Station na Emali Town Twiva Equity Bank tukunie simu oyu kwisila 0722 533 833 kana 0757 590 590. Nature Vital Wellness Center, your home of total wellness. KIPS Technical College nicho kimanisho kila kinene vyuo kwikithia mitiani ya NEC na tianenge mavalua ni muvea wa kisomo va Kenya kwisela TVETA, NITA na KASNEB. Wosani wa mwai wakana ni uendeo yu na tina courses ya certificate na diploma kuunenga uikithio wa kutwika mutaalamu mthini wa courses ta journalism, ICT, health sciences, business studies, engineering, foreign languages, hospitality and tourism, fashion and design. Kwa amaliwa alame kwika courses ya KASNEBTA, CPA, ATD na KAMS. Mena uikithio wakwele wa kimanza cha fees ne KASNEB. Uka imanisioni situ vamo sieni wa Ilobi KPCU Campus va Haile Selassie Avenue. Kasarani Campus ilaji kudhengiania na Power Star Supermarket. Lelo ni wakuma Kasarani kudhimwiki. Philadelphia Campus ilaji kungedhanisia na Afya Center va Tomboya Street. KTDA Campus va KTDA Farmers Building Ngolova
ngolobani ya keli na ngolobani ya kenda. Kimanisio kinene cha KIPS Technical College yani main campus iva Donholm Savannah Road. Na mumanyiwa ati lasima usome sukuluni na usome wibasa ethano kwa tene ukeka ila yitewa distance learning na uisome sukuluni situ tena nyumba sia ukoma ila sitawa hostels. Nena na KIPS College kwisela noti imwe dhandatu noti kenda ina imwe kwa mawombe yange. Voka website ine yitu ilani www.kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success. Airtime kwanzia yelaisivyo kwa networks yoonde Safaricom, Airtel na Telcom kwa kudial kana kuvinyia star Monza kenda imwe ash isune star 791 ash na kila ivinda wadho wa Airtime wikwatia bonus ya 2%. Ingi Bamba Credo yunenge ivuso ya kutuka agent wa kudhosia Airtime vinyia star 791 star 11 ash na wadhosia Airtime ta agent ukakwata commission ya 2%. Wivu ndovela uwe Bamba Credo yivu kundu waku kuikidhia we connected. Wenda Airtime kwa metoki ona wina fuliza Bamba Credo ni munyanya wavakuvi. Services situ ni masaa miongo ilina ana kwa modena kwa uvumbi yanke idhukisi ilungu situ kuma kiokone nginya weyo na oinki nukuni namba ino ya simu noti Monza kenda inya itano noti kenda inya imwe esuni 0794509941. Bamba Credo, symbol, fast, affordable and accessible airtime solutions across Kenya. Wima wamwe nikimwe kati wa sindu ila mundu wa ile kosa na uito na oinki na usio ukidhiwa na ndagitali waku ndagitali muvivithie niende na elesia ulu wa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic. Wini withitwe withinwa ni mawuta mutambuko sukali kwa mbata kana ukadhea kwa mbata kana ukudhea kwa ndakame kwa lua ni mutwe utavua kati wa mawu angi maingi oyu usungi waku kwa tava kwa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic na yu ndagitali Ndena ni uvangite kana withi wanda kumana naku kila vandu osoko unaiva kuve naku kila wakwambelilia Dr. Ndena Elia Mboni au Principal House wakeli ni masaku CCU House vakuve na Sartaj Building Vama Smart kila wakatatu Dr. Ndena Elia wa Emali Kindu Mall Guest House na oingi wakatatu Mitala Mdoki House kila wakana ni Masihi Jabulani House na oingi wakana Dr. Ndena Dedhu wa Ovaulu wa Lista Supermarket kila wakatano ni Matuu na Nivau New Thika Lodge na oingi wakatano ni Kibwezi Vau Kings Guest House kila wadhandatu kumana na Dr. Ndena wote Morning Glory na wengi wadhandatu ni Kitui Signal Garden na oingi Dr. Ndena Dedhu wa Mombasa Raha Leo Complex na kila wachumwa ni Vau Musini wa Ilovi Ruai Dune Plaza First Floor Room B3 kwa uvumbi yanke kunia Dr. Ndena unene nake kusila nambari isi ya simu noti Monza ile noti dhandatu inya imwe noti itano kenda isuni 0720641059 kana oingi noti Monza itatu ile Monza kenda Monza ile Monza isuni 0732279727 lilikana ni Dr. Ndena na niwa Ndena Herbal Clinic. Inaodhocha twende na kumanithia maovo maitu twisonga na mbeni kana kalima kisio cha Samaria kila kikuya Juja ni kaunti ya Kiambu ni mokilia moko na kwenda kwita na kumana na mitao ya kiwuki kiko kwitha itwigite muisio kuona kana kukunwe wanema wo uyo katina wa mundu umwe kutiwa ni thayo hatelesa na kulika motaoni omwe enukite masama uyo ene nthima iweta mitao ya kiwi ithitwa muisio na munevi ndane ambua ni kwitha ene nthima totonya umanyanzia valathi miasia kana kwatiania na kwitha siana simo bungo nene muisio na kwitha kiwuki uyu nikikuete mawu ala moka na siana kiwuki kwa maenda serikali ya county kwa mitoki kuthinikia thinoso. Enda kanisani ndio wametuambia kuna mtu ameanguka kwa sewage kwa mtaro na mmoja wetu. Sasa tunauliza Kiambu County kama wanaweza kututengenezea hizi drainage
Jua lileta tingatinga zikapasua huku, zikaacha maji ikiwa open. Na hakurudi tena, wanangojea tena siasa zikifika wakuje kutuomba siasa. Tuwapigie kura. Hawanja tuvunikie hizi mitaro zote, hata inakuwa na maji baya, inanuka huku na watu wanaanguka huku. Mwana mmoja amekufia kwa hii mitaro. Shule zimefungwa, watoto wanakimbia huku kila mahali wakitaka ziongoo huku kwa mitaro. Na wakuja watuvunikie hizi mitaro. Kama si hivyo, wajue hatutawakubalia tena kuingia huku kwa ground. Tunaweza omba kitu moja, mtuangalilie hizi maji zenye zinasimama kwa barabara, mtutengeneze bali hii maji itapitia. Ukiangalia kuna watoto, sasa hizi shule zimefungwa. Kusema ukweli, gavana wetu wa Matangi, tunajua unafanyanga kazi, tunakuomba tu ukuje utuondolee hizi maji juu maji zimesimama kila pahali kwa barabara. Na ukiangalia vizuri, hapa mtu amekufia, huyo ni brother ya mtu, pia kuna mtu alikuwa anamuita sister, lakini kusema ukweli hii maji venye iko hapa si fair. Hii mitaro tumekaa naye miaka mingi sana na imetusumbua sana. Ningeomba wa Matangi, gavana wetu tunampenda, akuje hapa atuvungulie hii mitaro na atutengenezee hapa, sababu tuko na vijana wengine wanakunywa hiyo kitu yao, wanakunywa saa nyingine wanapita usiku. Na nasema kama hii mtaro haingekuwa na maji, huyo kijana angekufa. Tena hii mitaro kama nawezekana tupate mtu ya kutoa hii maji, ifunguliwe yote, mtaro ikae imeng'aa, itakuwa mzuri. Ni husudi tukirudi tena kuweka hama pale kwa mtu amekufa, tukijua amekufa juu ya negligence ya county government, juu ya kuachilia mtaro kama hii ihodi maji. Hii ni season watoto wamefunga shule pia. Umeona watoto, tuko na watoto wengi sana kijiji hii, na wana shida wakicheza huko na wakicheza na maji, wakitengeneza ile vitu wanafundishwa kwa shule. Ndio process waweza jikuta wakiingia wapi? Hapa. Tunaomba serikali wafanye haraka iwezekanavyo, wakuje wafungue hii mitaro yote imesimamisha maji, na wale watu wote kwa hii vijiji yetu wamefungua ploti zao wakitarajia kujenga na zimejaa maji, pia waamrishwe na kuja zingire hiyo mashimo yao iko kwa hatari ya kupoteza maisha ya watu wengine wengi. Komiti ya kuthima melati ya Isioni ni yakathiwa kwanene kwa kuanisha kwa melati ya kwikiwa renovation melati ya kilungu cha Keli ya Kisomo na maondo mawiti subcounty ya Magarini la Malindi. Melati hii wetwa kwithiwa ya ilite panene maondo ma Kisomo. Melati ina ila yungamiwe ni serikali ya Italy kwiselamo vyao ilovya ni ya kimaza cha silingi milioni mananyanya nyongo nyanya na kenda vala ithitwa itwaigwa Isioni ya Kisukioni. Basically, this meeting was to officially close this local project committee as we have completed the facilities that were earmarked as an output in the program of the MISHDI program. And I would like to thank all the institutions that participated, the community, the government, the Ministry of Education, the Italian Development Agency, the government of Italy, the government of Kenya, the leadership of this area, the national government administration officers that were involved and worked with us for the last 3 years. We launched this program in March 2023, and within a year, these education facilities were completed. We have done 24 classrooms in the 5 schools. We have done 3 labs in 3 schools. We have built what is behind me, the dining hall and kitchen for Ngomeni Secondary School. We have done a dormitory for Ngomeni Secondary School. And all these facilities, they are actually furnished and equipped and are being used. Phase 2 ambayo ilijaribu kuja ndio imejaribu kabisa kutuinua sisi kama wakazi wa Ngomeni, kwa sababu tulikuja kuongezewa madarasa pale Ngomeni Secondary. Kuna madarasa mengine ambayo yalikuja yakajaribu kutengenezwa upya baada ya kwamba yameharibika
pale Ngomeni Primary School madarasa 6. Tukaja tukapata social hall ambayo tunayo hapa Ngomeni Secondary School na dormitory ya wavulana. Rasi Primary pia tumepata madarasa, na zaidi ya hapo pia tukaweza kupata ile inaitwa the laboratory ya JSS.